Unalelewa mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo tunaposema kurejesha heshima ya Mungu duniani ni sawasawa kurejesha heshima ya Mungu kwa wanaoishi kwenye hii dunia. Tunatamani tunapopita watakatifu wa Bwana ijulikane ya kwamba kuna majeshi ya Bwana yamepita mahali hapa katika jina la Yesu. Nikiwa kwenye maombi sehemu fulani na nilimlilia Bwana nikamwambia Baba, kama kina Petro niweza kutembea alafu siku zao walivyovifanya kufanya mambo kwa ajili ya utukufu wako, kwa nini vivuli vyao viliweza kufanya jambo tu kwa ajili ya utukufu wako? Je, mimi kwa nini nisitembee kwenye hiyo hatua? Yote mtumishi, nikaja kugundua walokole hatutaki kulipa kitu kinaitwa gharama. Ni uwepesi wa kutamani viwango, ila gharama hatutaki. Natamani niwe mhubiri wa kimataifa, lakini nalala saa 1 naamka kesho saa 3. Maombi na mimi ni kushoto kulia, sifanyi, kufunga sifungi, ibadani wa kuvutwa. Lakini natamani tunapoenda kuzungumza urejesho wa heshima ya Mungu duniani, twende tukamzungumze kijana mmoja ambaye anatakiwa kubadilishwa, ambaye anatakiwa kuinuliwa juu, ambaye alikuwa na huduma yake Bwana akaimarishe iwe imara tena, ambaye alikuwa na moto wake Bwana akausaidia uweze kuwa ule moto wa kweli kweli unaowaka kwa jina la Yesu. Na tutakuwa nacho usiku wa leo ni kama ilivyo hiyo. Haleluya. Kwa kama umenidaka ndio hivyo. Urejesho wa heshima ya Mungu duniani. Urejesho wa heshima ya Mungu duniani. Maisha ya ibada. Hiyo unaweza tu kaandika, alafu huko mbele itakuja kuiweka safi na utaielewa vizuri katika jina la Yesu, mtumishi wa Bwana aliye hai. Naweka maisha ya ibada, ila nataka kuizungumza katika njia hii ya nidhamu ya ibada. Nidhamu ya ibada. Kwa hiyo ninataka nikizungumza kuhusu urejesho wa heshima ya Mungu duniani, kipengele cha kwanza weka nidhamu ya ibada. Alafu nitakwambia kitu hapa. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ninapozungumza kuhusu urejesho wa heshima ya Mungu duniani, ninataka nikugusie vitu viwili. Kuna kitu cha kwanza ambacho kimefanya hiyo heshima ya Mungu duniani ipotee. Alafu kitu cha pili ni namna gani ya kurejesha hiyo heshima ya Mungu iliyopotea. Sijui kama umenielewa hapo. Kwa hiyo tuzungumza kwa habari ya nidhamu ya ibada, nadhani utakuwa umeconnect dot hapo, si ndio? Utakuwa umeunganisha kweti hapo. Tunapozungumza kwa habari ya nidhamu ya ibada, tunazungumza upande gani? Wa kujenga ndio kitu kilichoharibu heshima ya Mungu, lakini au ni kitu kinachotengeneza heshima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kukuta nidhamu ya ibada kwa mtu, wewe unaishi hapa duniani, ambaye ni mimi na wewe kijana mwenzangu, wewe binti, wewe mama, wewe baba, wewe familia, wewe kanisa, katika jina la Yesu. Ninapoisema nidhamu ya ibada, nataka tukaizungumze nidhamu ya ibada kama miongoni mwa vitu ambavyo vimepelekea changamoto katika jina la Yesu. Kuna wakati inawezekana nafika wakati wewe pata umepoteza nidhamu ya ibada, kwa hiyo imepelekea sasa kuleta uharibifu juu ya heshima ya Bwana. Na katika jina la Yesu, ninaposema habari ya urejesho wa heshima ya Mungu duniani, ni pamoja na kurejesha nidhamu ya ibada kwa mteule wa Bwana. Ninaposema urejesho wa heshima ya Mungu duniani, nazungumza kwa habari ya urejesho wa nidhamu ya ibada katika jina la Yesu. Tunaamini ya kwamba katika ibada Mungu wetu huwa tunakutana naye hapo. Katika ibada huwa tunakutana na majibu ya maswali yetu mbele za Bwana. Ndoto yetu nahitaji kizazi ambacho kimejaa uwezo wa Roho Mtakatifu ili kianze kutengeneza nidhamu ya ibada. Ninapoenda ibadani, nisiende kwa sababu ni Jumapili, nisiende kwa sababu ni mkesha, nisiende kwa sababu ni Jumatano, nisiende kwa sababu ni Ijumaa, lakini niende kwa sababu ya ile nidhamu iliyoko ndani yangu inaoniambia ya kwamba leo you have to go. Katika jina la Yesu, inakupasa kwenda nyumbani mwako, inakupasa kwenda kukaa hapo, inakupasa kukaa mahali hapo. Katika jina la Yesu, naongea na binti mmoja wa mahali hapa, naongea na kijana mmoja mahali hapa, ninaongea na mtu mmoja mahali hapa, ya kwamba tumepaswa
kurejeshewa nidhamu, tumepaswa kurejeshewa nidhamu ili kuondoa kawaida kwenye ibada zetu, ili kuondoa kawaida kwenye ibada zetu. Tunaposema kwa habari ya nidhamu ya ibada, mtoto wa Bwana, tunazungumza kwa habari ya kuwahi ibadani, tunazungumza kwa habari ya kwenda kwa wakati ibadani, tunazungumza kwa habari ya kuwahi maombi, nazungumza kwa habari ya kuwahi neno la asubuhi, ninazungumza kwa habari ya kuheshimu ule muda wa kutoka katika jina la Yesu. Na Bwana atusaidie, na Bwana atujaze mafuta, na Bwana atujaze neema, tuanze kutengeneza heshima, tuanze kutengeneza nidhamu kwa ajili ya ibada kabisa. Na Bwana, tunahitaji matendo ambayo yana uwezo wa kusimama na kumheshimu Bwana, na kuwa na nidhamu binafsi, na kuwa na nidhamu ya ndani, na kuzalisha nidhamu ya ndani katika jina la Yesu.